Okay, hebu tuanze safari yetu. Tutachambua jinsi Zanzibar, funguvisiwa dogo, linavyoweza kuwa ndio ufunguo wa kuelewa mgogoro mkubwa wa kidemokrasia unaoikabili Tanzania. Ukiitazama Tanzania kwa mbali, unaweza kudhani kila kitu kiko shwari. Uchumi unakuwa, mambo yanaenda, lakini ukichimba kidogo tu kwenye siasa zake, hadithi inabadilika kabisa. Na hapa ndipo tunapokutana na picha mbili tofauti kabisa za Tanzania moja. Kwa upande mmoja, tuna ukuaji wa pato la taifa unaotarajiwa kufikia karibu 6% mwaka 2025. Uwekezaji kutoka nje unaongezeka. Yaani, picha ya nchi inayopiga hatua kiuchumi. Lakini kwa upande mwingine, hali ya kidemokrasia inatia wasiwasi. Chama kikuu cha upinzani kinazuiwa kushiriki uchaguzi, wanaharakati wanatekwa, waandishi wa habari wanakamatwa. Ni kama sarafu yenye pande mbili zinazopingana. Kama The Sankala Digest inavyosema, Tanzania inacheza mchezo wa pande mbili. Ni kauli nzito, lakini inajaribu kuelezea jinsi nchi inavyoweza kwa mkono mmoja kuwakaribisha wawekezaji na kwa mkono mwingine kuwanyamazisha wakosoaji wake. Na hizi si hisia tu, la hasha. Haya ni mambo yaliyoandikwa na kurekodiwa. Ripoti za haki za binadamu za mwaka 2024 pekee zinaorodhesha mambo ya kutisha: mauaji ya kiholela, watu kupotezwa, mateso, ukandamizi wa uhuru wa kujieleza. Orodha ni ndefu na inasikitisha. Sasa, swali la msingi ni hili. Imetokeaje? Tanzania, nchi ambayo mara nyingi ilionekana kama kisiwa cha amani na utulivu, imefikaje hapa kwenye njia panda hii hatari? Naam, inaonekana ili kupata majibu hatupaswi kuangalia bara. Inabidi tuelekeze macho yetu visiwani, kwenye eneo lenye mamlaka ya ndani, yani Zanzibar. Kuna msemo unaosema, ili kuelewa kina cha mgogoro wa sasa wa kidemokrasia Tanzania, ni lazima uangalie funguvisiwa lake lenye mamlaka ya ndani, Zanzibar. Hii ni hoja ya msingi kabisa. Fikiria hivi, Zanzibar imekuwa kama maabara. Maabara ya nini? Maabara ambapo chama tawala kilijifunza na kuboresha mbinu zake zote za ujanja wa uchaguzi, matumizi ya nguvu na ukandamizaji wa upinzani. Mbinu ambazo baadaye zilihamishiwa bara. Sasa, hebu tuchimbue zaidi hii dhana ya Zanzibar kama maabara ya ukandamizaji. Tuangalie matukio halisi kutoka kwenye historia yake ya kisiasa. Tukiangalia historia ya chaguzi Zanzibar, kuna muundo unaojirudia. Kuanzia mwaka 2000 ambapo uchaguzi wenye utata ulisababisha vifo vya waandamanaji hadi 2005, vurugu na tuhuma za wizi zikatamalaki tena. Halafu mwaka 2015 kitu cha ajabu kikatokea. Tume ya uchaguzi ikafuta matokeo yote pale ilipoona ushindi wa upinzani unakaribia. Na mwaka 2020 mambo yakawa mabaya zaidi. Vikosi vya usalama vikatumia risasi za moto na kuua watu. Yaani ni mzunguko wa kusikitisha. Bali na vyombo rasmi vya dola, kulizuka jina moja la kutisha sana Zanzibar: Mazombi. Hawa walikuwa kundi la wanamgambo wanaohusishwa na serikali, na kazi yao ilikuwa moja tu: kuwasumbua, kuwapiga na kuwatisha wafuasi wa upinzani. Na walifanya haya yote bila hofu ya kuchukuliwa hatua zozote. Sasa, ukiunganisha matukio haya yote, unaanza kuona mwongozo ukijitokeza. Mbinu iliyojaribiwa na kukamilishwa Zanzibar. Hatua ya kwanza, vuruga uchaguzi. Tumia tume ya uchaguzi kufuta matokeo au kuhakikisha ushindi. Hatua ya pili, halalisha vurugu. Tumia vyombo vya dola na wanamgambo kuzima upinzani bila huruma na bila uwajibikaji. Na hatua ya tatu, kandamiza upinzani. Wanyanyase, wawapige na watishe viongozi na wafuasi wao mpaka wanyamaze. Na hapa ndipo mambo yanapokuwa ya muhimu zaidi. Mfumo huu ulioundwa na kufanyiwa majaribio Zanzibar haukuishia visiwani. Ulihamishwa, yani exported, na kwenda kutumika Tanzania bara. Hebu tuangalie mfano halisi. Kumbuka ule uchaguzi wa Zanzibar wa 2015 uliofutwa. Hicho kitendo kilifungua mlango. Ilikuwa kama kielelezo. Kilichofuata bara ni nini? Mwaka 2019, maelfu ya wagombea wa upinzani katika uchaguzi wa serikali za mitaa walienguliwa kwa wingi. Kufikia 2025, chama kikuu cha upinzani, Chadema, kikazuiwa kabisa kushiriki uchaguzi wa rais na bunge. Unaona uhusiano? Kile kilichofanyika Zanzibar kwa kiwango kidogo, kikafanyika bara kwa kiwango kikubwa zaidi.
Na sio kwenye uchaguzi tu. Tukiangalia suala la matumizi ya nguvu, tunaona muundo ule ule. Vurugu zilizokuwa zikifanyika Zanzibar kwa miongo kadhaa, zikionekana kama ni jambo la kawaida, zikahamia bara. Hafla tukaanza kushuhudia jaribio la kumuua kiongozi wa upinzani Tundu Lissu, viongozi wa vyama wakikamatwa mara kwa mara, na wimbi la watu kupotezwa na kuuawa. Ni kama mbinu za Zanzibar zilipewa nguvu na hadhi ya kuwa sera ya kitaifa. Basi, yote haya yanatufikisha hapa tulipo leo. Tukiwa tunakaribia uchaguzi wa Oktoba 2025, mustakabali wa Tanzania unaonekana kuyumba. Kwa hiyo, tunapaswa kuangalia nini? Kuna mambo muhimu ya kuyafuatilia. Kwanza, sheria za uchaguzi. Je, tume ya uchaguzi itaweka vikwazo vipya? Pili, maamuzi ya mahakama, hasa katika kesi zinazowakabili viongozi wa upinzani. Tatu, operesheni za kiusalama. Je, tutaona matukio zaidi ya utekaji na vurugu? Na mwisho, jumuiya ya kimataifa itafanya nini? Je, wataishia kutoa matamko tu au watachukua hatua kali zaidi? Hivi ndivyo viashiria vitakavyotupa picha kamili. Na hili ndilo swali kubwa tunalobaki nalo. Je, kauli za Tanzania kuhusu mageuzi zitaendelea kuwa na mashiko au nchi itaendelea kuzama zaidi kwenye mfumo wa kimabavu? Uchaguzi wa 2025 bila shaka utakuwa mtihani wa mwisho. Utakuwa ni uamuzi utakaobainisha Tanzania ipi tutaiona miaka ijayo.